tunyoshea watoto mikono. Hawa watoto ni watumishi wa Mungu. At this age, wengine wetu tukiwa na hii miaka tukijua tunataka kuwa nini. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nataka kushukuru ni kwa ajili ya watoto. Umewaeka Mungu ishie milele, mahali ambapo wanaweza kukutumikia. Umewapea vipawa Mungu ili wakufanyie kazi. Tunataka kuwaficha chini ya mabawa yako katika jina la Yesu Kristo. Naomba hao mfalme wa ajabu ambao wakiwa katika tumbo za mama yao uliwajua na ukawachagua, utawapea nguvu mfalme wa ajabu. Utawafunza Mungu ishie milele. Watakuwa Mungu na watakuwa watumishi wa Mungu. Hakuna ya hatima ya hawa itapotea. Hakuna mmoja wa hawa atakuacha mfalme wa ajabu. Watakuibia utotoni na watakuibia usheheni. Mungu ishie milele, wataliheshimu jina lako sasa na watajiliheshimu jina lako. I hide their destinies in you. And I pray that Jehovah Father, there is no force of the enemy that God Almighty will reach them. We pray, Jehovah Father, every spirit of the enemy that goes around looking for young ones that are the mark of greatness, for them to perish, Jehovah Father, it will not find them. Every evil eye of the enemy will not see them in Jesus' mighty name. And now we dedicate them before you, Jehovah Father, and we call them set apart for your work. God of glory, these ones will bring honor to your house. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit we pray. Amen and amen. Barikiweni sana, tunaweza kaa chini nitahubiri na huyu mtoto kabla tumpake mafuta, maana sisi wote najua tumekuja kumpaka mafuta. Tunisaidia na hao watumishi wa Mungu. Na ningeomba mama yetu asiende, huyu mwimbaji sijui anaitwa, mimi ni Mkamba, mkiona sijui watu wa waimbaji wa msiende tafadhali. Nataka uremain. Now, tumekuja hapa, sijui kama umejiangalia ukajua umekuja hapa juu ya huyu mtoto. Huyu mtoto mdogo ndiye amekufanya ulipe fare, umeshinda kanisani leo, umechoka, umehubiriwa, lakini you still came. Because this girl has a mark of greatness. Huyu mtoto ana alama ya ukuu. At her age, she can command multitude of people to God. Ndio maana mko hapa. Na nilikuwa tunataka dakika 10 tu, tumehubiriwa kanisani, sitaki kuhubiri. I just want to speak about the mark of greatness. Maana kuna watu ambao kama vile Mungu alisema, aliambia Yeremia, ukiwa katika tumbo la mamako nilikujua. I chose you a prophet. Maandiko yanasema Mungu alikuwa anajua Nehemia akiwa kwa tumbo ya mamake. Na wakati kabla, actually the Bible says before, kabla sperm na ovary, inaitwa Yes. Amen. Nilisoma kitabu. Ovules. Zimit. Before fertilization, Mungu alijua alikuwa anataka kutengeneza Yeremia akiwa a prophet. Now, Baba Shiko na Mama Shiko, nyinyi mlitumika kama vyombo. Kazi yenu ilikuwa ya kukutana na mtengeneze hiki kyombo. Because this girl at her age, nimeambiwa alianza kuimba akiwa mdogo. Huyu ako na mark ya Mungu. Kuna kitu juu yake ambao wenye wanaona katika roho, they can say there is something different about this girl. Na akisimama kuimba nyumbani kama watoto wadogo, na akisimama kuongea huyu atawasimamisha mpige makofi na mtaimba. Maana hapo na kitu cha Mungu ambacho ni different na zile vitu zingine. Na nilikuwa nataka kidogo kuongea juu ya Daudi. Maandiko yanasema Mungu akamwambia Samueli, enda katika nyumba ya Yese, maana huko nimejichagulia mfalme. Na alipoenda katika nyumba ya Yese, akatumana wana wote wa Yese walete. Na wakaleta vijana barabara. Na wakafuta siku zile, hayakuwa kama leo. Leo ikimwagwa hivyo kama hujapakwa mafuta na Mungu. Kama hujachaguliwa na Mungu iko inamwagika. Kwa hivyo Yese akaleta vijana wake ambao walikaa kama watakuwa wafalme. Lakini wa kwanza akamwagiliwa mafuta ikakataa kutoka. Wa pili akainamisha mafuta ikakataa kutoka. Watatu, wa nne, wa tano, wa sita akauliza. Na kuna mtoto mwingine Yese akasema, kuna kijana mdogo ambaye anachunga kondoo. Samueli anasema leteni huyo. That small boy that nobody knows. Huyo kijana mdogo ambaye kazi yake ni kukaa kule malishoni. Huyo kijana mdogo ambaye Yese hata akitishwa wana akumbuki kama hapa na yeye. Anasema huyo ndiye
ninataka alete. Na wajeni niwasomea mstari mmoja katika kitabu cha 1 Samuel chapter 16. Maandiko yanasema katika mstari wa 7, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but I, the Lord, looks at the heart. Interest ya Mungu iko hapa. And this heart is big enough to serve you. Huyu moyo akiutazama umekomaa enough. Huyu moyo akiutazama ni moyo wa mtu ambaye anaweza kuwa na kusimama kama Bwana. And so when you look at a child like this, unajua kwamba kama vile Mungu alichagua Daudi, wakati katika nyumba ya Yese kulikuwa na watu wengi walikuwa wafalme, Mungu hata wale anachagua watu wake. Na anasema mimi natazama moyo. I look at the intentions of the heart. Na wakati nimeangalia na nimeona mtu moyo wake unaweza nitumikia, nitamchagua huyo hata akiwa mdogo. Na wakati Daudi alipomwagiliwa mafuta, ukiangalia kuna muda mrefu sana, alirudi bado kulisha ng'ombe kule na mbuzi. Na wakati mmoja kunakuwa Goliath yuko na anahitaji kumalizwa na mtu. Na kulikuwa na wanaume wakubwa wa jeshi. Na Daudi akakuja na alipouliza ni nini inaendelea, ndugu zake wakamwambia nyamaza wewe. You are too small for this one. Lakini hawakujua kijana ambaye walikuwa anapuuza, kijana ambaye alikuwa mdogo wa Yese, alikuwa na alama ya ukuu. He was set apart to accomplish what God wanted accomplished. Na maandiko yanasema alipoulizwa wewe unaweza kufanya nini, akasema nilipokuwa kule malishoni, simba alikuja kukula mbuzi na nikamshika, nikamrarua mara mbili. He was prepared. David did not just come from nowhere. Wakati alikuwa kule malishoni, Mungu alikuwa anamtengeneza. Wakati alikuwa kule malishoni, mbea wakikuja alikuwa anapigana nao. He was prepared. Alikuwa na alama ya Mungu, lakini Mungu bado alimtengeneza. Na kazi yetu kama nilikuwa naangalia watoto, kazi yetu kama wazazi, I am a parent. Kazi yangu mimi kama mzazi, ni kile ambacho Mungu amenipea. Nikiangalia na niona mtoto wangu kama huyo ako na kitu, kazi yangu ni kuipea kazi itengenezwe. Na ndio maana tunaitwa sisi kazi yetu. The Bible says that kids are inherited. Watoto kwetu tumepewa kama urithi. Na maandiko yanasema watoto ni kama arrows, mishale. Na kwa hivyo kama uko na mishale, your work is to sharpen. Kazi yako mama Shikuna, ndio maana umeorganize mtoto aliorganize because you are sharpening this guy. Umetuita hapa maana umeangalia ukaona huyu mtoto ako na mark of greatness. Kama mtoto wake ilikuwa naimba tungekuwa hapa. Lakini mamake ameangalia kaona huyu wangu si kama wale wa kawaida. Huyu wangu ako na mark. There is something that this child does that every other child doesn't have. A mark of greatness. Na kile ambacho hatujui ni kama a mark of greatness sasa shetani anaiona. Mtu ambaye ameteuliwa, mtu ambaye ako na a mark of greatness, even the devil knows that this one, huyu nisipomsimamisha mapema atanimaliza. Mungu anajua huyu and I'm not trying to scare anyone. You will be fine. Sio? But it is very important neno wazazi wa huyu kujua. Mtoto akiwa na kitu ambacho Mungu ameweka ndani yake ni wa kufichwa. Na ndio maana nasikia nikisema watoto wafichwe chini ya bawa za Mungu. Mahali ambapo shetani hazinyosha mkono na kuwachukua. Maana walichobeba ni kikuu. Na shetani anajua hawa nisipodili nao saa hii, hawa kesho watakuwa shida kwangu. Na kwa hivyo wakati shetani anaangalia anaona uko na mark of greatness, he looks for something to bring you down. Nataka kuambia Mungu kile mnataka. In your hearts, I want you to tell God what you want. Where you want to be 20 years from now. Mom and Dad, okay, let's speak for another. Sijui kama
kuna mapasa katikati yetu wakuje. Watumishi wa Mungu ambao wako katikati yetu tafadhali. Thank you. Mchungaji karibu. Nataka kwa pamoja tuamini, watumishi wa Mungu, tuweze kuelekeza mikono tuombe mtoto. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru maana hiki ni kipawa. Hiki ni chombo mikononi mwako, mfalme wa ajabu. Unajua huyu mtoto, Mungu ishie milele, kama Yeremia alipokuwa anatengenezwa katika tumbo la mamake. Kuliandikwa kitabu na kiliandikwa shimo. Na kikasemekana hiki kitabu mwenyewe atakuwa mfanyikazi wako, mtumishi wako mkuu. Na leo mfalme wa ajabu, mtoto amemteka na wimbo. Amekuwa mwimbaji, amekuwa akifanyia kazi. She may not understand what she's doing, but najua mbingu inakubaliana na kile ambacho anatenda, anafanya. Na leo katika jina la Yesu Kristo, kama watumishi wako tumemzingira, tukitaka kumwongelea ukuu, tunasema Mungu ishie milele. Siku atakuwa mkuu kwa hii dunia, atakuwa mkuu Kenya, atakuwa mkuu Afrika, atakuwa mkuu international. In the name of Jesus Christ, tunasema mfalme wa ajabu, huyu Mungu ishie milele, akatutumikia mpaka wakati ya nywele zake nyeupe. Katika jina la Yesu Kristo, tunamtangazia ukuu sasa. Tunaomba milango ikafunguke kwa maisha yake. Tunaomba Mungu ishie milele, ukamtengenezee njia ambayo miguu yake itakanyaga na itajikwaa. Katika jina la Yesu Kristo, tunamwombea hekima inayozidi Mungu ishie milele, kuelewa kwa wanadamu. Katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu wa Mungu kuwa mwalimu wake. Ni mtoto bado, naomba mfunze mausia yako, naomba mfunze kukuogopa, naomba mfunze kunyenyekea, naomba mfunze kukaa karibu na wewe. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba mfalme wa ajabu, nikija kinyume na kila nguvu za kuzimu ambazo zinainuka kuharibu huduma za watu. Huyu Mungu ishie milele, ataamuka kwa mikono mizuri. Huyu mfalme wa ajabu ataamuka kwa mikono ya kiungu. Katika jina la Yesu Kristo, and today Jehovah, we pronounce that our destiny is safe. We pronounce that our destiny is sure. Hakuna kitu kitaharibu kile ambacho umeweka mbele yake. Katika jina la Yesu Kristo, naomba upake mafuta mabichi. Ninaomba Mungu ishie milele, upake mafuta. Huyu mtoto atakaposimama kuimba, Mungu ishie milele, wacha nguvu zako zikawe juu yake. Uimbaji wake ukaponya wagonjwa, uimbaji wake ukainua mioyo iliyovunjika, uimbaji wake ukawe manukato kwako. Katika jina la Yesu Kristo. Oh God, ninaomba huyu mfalme wa ajabu atakuwa furaha kwa wazazi wake. Najua Mungu ishie milele, wameona alama ya ukuu ambayo umeweka ndani yake, na maana wamekuwa waaminifu kumshikilia na kumfunza. Ninaomba Mungu ataleta baraka kwao. Huyu atawapa jina ya heshima. Huyu Mungu ishie milele atapanguza machozi yao. Huyu Mungu ataleta